Kwenye EP yangu Bembe to the World itazingatiwa sana cause mimi ni namana zistaga star Bembe. Ya bro, mi huwa uende wapi kuna wasanii Swahili Nation. Sasa hivi wanaimba Kibembe. Ndio wameamua sasa kuimba. Walikuja na viswahili vyao lakini sasa hivi wameshakuwa ni machao wa Kibembe, lakini si magwiji tupo pale. Kibembe ni lugha nyumbani na mimi huwa na ndoto. Nasemaga lugha ipeleki msanii mjini bali msanii mwenyewe mziki wake anauimba ndio unampeleka mtu mjini. Kizo Boy nimeletwa wasanii wengi na mtono wasanii wengi kwenye EP yangu. Nafikiri soon. Sasa hivi nipo kwenye maandalizi ya kuwasiliana wasanii tofauti tofauti watakao kuwepo kwenye EP yangu. Nafikiri soon hapa ya kila kitu itakuwa fresh. Bwana, licha na mengi ambayo yashazungumzika, leo tupo na Obio. Nafikiri kwamba ndoa ambayo ni ya Nyagomeni imezungumzika sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini kuna yale ambayo Obio amezungumza. Na leo bwana, nimepata nafasi ya kuja kupiga naye story hapa, lakini licha na kuja kupiga naye story, kuna kitu ambacho anakiandaa ambacho kipo njiani, lakini atazungumza mengi na mengi ambayo yapo kwenye maisha yake, na licha na wasanii wenzake ambao wanazungumza mengi kuhusiana na yeye. Nipo naye nitapiga naye story, naweza nikakwambia tu kana mimi mwanzo mwisho, brother. Yeah, fresh. Mambo yanasemaje? Poa. Kati zinaenda. Pambana tuna maisha. Kitu gani ambacho unaweza kumwambia kwanza mtu ambaye anakuangalia ijapokuwa ni mara ya kwanza tunaishi nawe kwenye Double A tape? Anisikilize. Yes. Sawa. Labda kuna kile ambacho unaweza kufafanulia kwa gisi wanavyokuona, kwa sababu kuna kitu ambacho kimeshasikika na kinazidi kuzungumzika kwamba kwenye career yako ya muziki kuna ukimya ambao umekaa kidogo. Lakini wenyewe wanazidi kufuatilia, wanasema kwamba licha bwana na ndoa ambayo imeshazungumzika sana, lakini kwa upande wako labda kuna kile ambacho unaweza kuwatogezea kuhusiana na safari yako, labda kwa siri kubwa ambayo unayoipanga wewe kama Obio. Mimi naweza nikasema tu kitu kimoja, Obio kama Obio. Naweza nikasema kwamba sipo kimya bali nipo na Obio anaishi bali mambo mengi. Unajua sio kila muda tu msanii unatakiwa. Kuna mtu anatakiwa umisiwe, hata mke ndani jidanganye kusafiri kidogo. Safiri hata mwezi mke akumisi. Sio muda wote unakuwa ni Obio no. Yeah. Sawa, nafikiri kwamba walio wengi wanadadisi sana na uwaga wanaongea hiki. Ya kwamba Obio bwana ni mtu ambaye uwaga anapendaga sana kupimanisha na Nyagomeni. Ina maana kwamba wanaingia kwenye mashindano licha na kuzungumzika sana, licha na matusi mengi ambao uwaga anamtupia Nyago, lakini ni mtu ambaye uwaga anakopi sana Nyagomeni kuhusiana na muziki wake. Pia na hili pia unalipa asilimia ngapi? Mimi sijawahi kumkopi mtu yote kwenye game, na bali mimi nafanya kama Obio. Na huwa lifestyle yangu ni kama ya Obio. Obio kama Obio ni Obio tu. Sipo kwa kumkopi mtu, kwa sababu ukileta mambo ya kukopi mtu mwingine ningekuwa na wake 200 sasa hivi. So au ningesuka. Sasa takopi nini? Mimi Obio ni pop zangu tu. Ina maana ukiniambia kama nakopi ni kama vile unanizushia taarifa sio. Yeah. Sawa. Nafikiri kwamba watazamaji wengi au mashabiki zako wengi wanajua kwamba Obio ni mtu ambaye anapambania sana Bembe to the World. Sawa. Lakini kuna haya ambao uwaga wanayaona kupitia peji zako pia na peji za wasanii wenzio, wanazungumza kwamba Bembe to the World ni ya wote, sio ya mtu mmoja. Lakini ijapokuwa kwa upande wako wewe ni mtu ambao unaizingatia sana. Hivi wategemee kwenye IP yako Bembe to the World pia itazingatiwa sana tofauti na lugha zingine ambazo watu wamezoea? Kwenye EP yangu Bembe to the World itazingatiwa sana cause mimi ni namana zistaga star Bembe. Ya bro, mi huwa uende wapi kuna wasanii Swahili Nation. Sasa hivi wanaimba Kibembe. Ndio wameamua sasa kuimba. Walikuja na viswahili vyao lakini sasa hivi wameshakuwa ni machao wa Kibembe, lakini si magwiji tupo pale. Yes, ina maana mimi kuacha kuimba Kibembe never, kwa sababu Kibembe ni lugha nyumbani na mimi huwa na ndoto. Nasemaga lugha ipeleki msanii mjini bali msanii mwenyewe muziki wake anauimba ndio unampeleka mtu mjini. Mategemeo makubwa kwa upande wa wenzio wasanii, wategemee kipi ambacho watakuja ukiona kwenye IP? Mimi tuambia tu wategemee ladha tofauti kwenye EP na event ya tofauti, kwa sababu event yangu itakuwa ni event ya kiprofessional sana. Yes. Licha na kile ambacho utakachokifanya, sawa, labda kuna wale wasanii ambao labda wanaweza wakategemewa kwenye IP kuhusiana na hiki ambacho utakachokifanya. Labda kuna wale wasanii ambao wanaweza wakasema kwamba bwana, licha na huyu ambaye tumeshamzoea, labda kuna wale wasanii wa nje ambao wanaweza wakawa ni wageni sana kwa muziki wa hapa nyumbani kutegemewa sana sana. Wasanii
Wageni. Wasanii wa nje na kambi kidogo. Si mimi Kizo Boy nimeletwa wasanii wengi na mtaona wasanii wengi kwenye EP yangu. Nafikiri soon. Sasa hivi nipo kwenye maandalizi ya kuwasiliana na wasanii tofauti watakao kuwepo kwenye EP yangu. Nafikiri soon hapa ya kila kitu itakuwa fresh. Licha na wengi sana wanasema kwamba bwana Kizo Boy ni mtu ambaye anafanya kitu ambacho kinafanyika sana. Yeah. Hivi kwa upande wa gharama, EP yako inachukua gharama ya shingapi sana sana, ambao labda wanaweza wakatamani kufahamu uzito wako wa kazi yako ambao unaiandaa? EP yangu haijawa na gharama rasmi kutokana na wengi wanajitolea sana kunisupport kuhusiana na kazi. Bao kuna mtu anajitolea nitaachia ngoma, nitaweka biliard ya ngoma 3. Mwingine ngoma 5, mwingine ngoma 6, mwingine ngoma 7 kwa sababu ya EP ya kwangu. Sasa hiyo siwezi nikasema kwamba EP yangu ina gharama ngapi. Itakuwa mwisho, tarehe za mwisho unasema na EP yangu imechukua kiasi cha hela kadhaa. Lakini kwa sasa siwezi nikasema kwa sababu bado masponsor ni wengi wamejitolea kusema bana Kizo Boy ni msanii wa Bembe to the world. Acha tumwekee mkono Kizo Boy afaulu. Yes. Sawa, nafikiri kwamba wasanii wengi mnaandaa safari za kutoka hapa na hapa, na nafikiri nyuma hapo mwishoni, yani ina maana kwamba mwezi ambao unaofuata, yes, ambao ulikuwa kwamba kabla ya kuingia kwenye mwezi huu, yeah, uliandaa safari na ulitoka na kuna mengi ambao uliyafanya hapo nje ya kambi. Yes. Kitu gani ambacho unaweza ukawa umeona kwamba ni utofauti wa kazi ambao ulifanya ukaona kwamba ni moja ya kitu ambacho inaweza ikawa ni ushauri kwa wenzio wasanii, na licha na wengi kuzungumza kwamba Kizo Boy bwana licha na kile ambacho anachokifanya lakini alipata mafunzo kwa kazi ambao alienda kuifanya hapo nje? Kazi ni nyingi, tumeshafanya kazi nyingi sana wasanii tofauti, bali tu kitu kikubwa kwanza ni wasanii tuishi kwa malengo. Tusifanye mziki kwa niaba tu ya kuwa na kuimbia madem, kuimbia kijiji, kuimbia nini. Tufanye mziki kwa malengo, kwa sababu mziki kwa malengo, mziki una hela, mziki una faida, mziki una matunda yake ndugu yangu. Ina maana ukikazania na mafanikio ya mziki sio ya leo wala kesho au mwaka wa leo au mwaka wa kesho au mwaka wa kesho yake. No. Kuna watu wameaso mziki, kina bana bwana amekaa miaka 10 kwenye game ya mziki ndio anakuja kufanikiwa. Mziki unahitaji uvumilivu, mziki unahitaji mikakati, mziki unahitaji kila kitu, mambo tofauti. Yes. Nafikiri kwamba licha na wengi walizungumza pia hiki, yeah, ya kwamba wewe umedadisi sana mavazi ambayo yalivaliwa sana kwenye sherehe ya Nyagumeni, yeah, lakini licha na ukubwa zaidi ambao uliofanya ni kwamba ulisema kwamba zile nguo mke wako pia ni mtu ambaye anazivaa sana. Sawa, kwa upande wako wewe, yeah, uliona kwamba nguo ile ilichukua gharama ya shingapi mpaka uje kusema kwamba ni nguo ya kawaida sana wewe kwa wanawake ambao wanaozidi kufanya sherehe zile za uzazi hapa wanazidi kuzivaa? Mimi naweza nikasema tu swala nguo ni swala kawaida kwa sababu kila mtu anavaa na unavaa. Bali tu cha msingi kwenye swala mavazi kila mtu ndo anajua umuhimu wa mavazi na anajua material alichukua. So naweza nikasema mimi wife aligharimia 400, kumbe mwenzangu aliweka milioni. Ni material yake, sasa inategemeana. Kuna watu wengine wanaweka shape za bandia, sasa kumbe aliweka material ya kukuza shape. Sasa kuna vitu vingine huwezi ukaviongea kama swala mavazi, huwezi weka ushindani kutokana na mavazi na mambo mengi. Yes. Nafikiri kwamba tukio zote ambazo zimetoka hapa ni kwamba ni tukio ambazo zimekutana na tukio yako wewe ya mke kujifungua mtoto. Yeah. Licha na kwamba sisi hatukubahatika kufika lakini yalionekana kwenye mitandao ya kijamii. Yeah. Tukio yako halisi ambayo wewe mke alikuletea mtoto, kwa nini haukuweka public tofauti na watu wengine ambao tuliwaona hapa? Hizi tukio za ndoa zote mbili ziliwekwa public na watu walienda kushiriki. You know mimi ni Mziliman, mimi ni Muislamu bro. Na kuna taratibu za Kiislamu zinasema baada ya siku 40 ikifika ndo unaweza ukaweka public na ukasikia mtoto kutoka nje, na siku 40 hajenea. Ili tufanye tu kama asili ya nyumbani tunavyofanya kama watu wengine sherehe zao wanazozifanya. Tembea na mila kwanza. Unajua na wake zetu, mwanamke usipomfanyia vitu kama vile hakutaki, anaona kama vile umtaki vile. Mwanamke kuna siku moja hata mke wake kifungua mfanyie kama watu wengine wanavyofanywa, ndo kama vile. Lakini kawaida kihalali, kama mimi ni Muislamu najua dini, siku 40 ikifika mtona public itakuwepo. Nafikiri wengi sana walisema kwamba Obio alifanya hivyo kwa sababu pesa hana. No bro, mi Kizo, ndo maana Kizo Boy never disappoint. Sija kudisappoint watu, ndo maana umepewa majibu. Sio shida, sio pesa, shida ni wakati. Yes, na wakati ukifika kila kitu kitakuwa fresh, na ndo maana nimesema anza sabia siku 40 ni zipi. Kifika siku 40 nitakuwepo kwenye media hapa nitawaambia bana sikufanya join tule pilau ndugu zangu. Yeah. Lipi la kuambia mashabiki zako pamoja na watazamaji wa Double A TV?
Pia watu wa ready tu kupokea new ipi, kwa sababu Kizo Boy mmezuia mzee wa single back to back, lakini sasa mtapata track zitakuwa nyingi kwa ujumla mnazisikia. Bwana, nafikiri kwamba umesikia mengi ambayo aliyozungumza Obio. Naweza nikasema kwamba dondosha comment kwenye uwanja wa comment, basi utakometisha sana. Nyuma weka Suma Kimwanya, utakuwa umeua zaidi. Naweza nikasema tutakutana tu kwa wakati mwingine. Asante.